siku hizi 2-3 ambako tunaelekea sikukuu ya Eid, yani leo kwa kwani Eid yenyewe, kumekuwa kuna seke ambalo lilikuwa likiendelea katika mitandao ya kijamii, hususan kwa mwanadada Fivani, nikimaanisha Faima pamoja na mwanadada Nifa. Wote hao ni wafanyabiashara wa nguo na wamekuwa wakichukua nguo kutoka sehemu mbalimbali. So ikiwa inasadikika au inaonekana kuwa Nifa alikwenda dukani kwa Faima na kwenda kuchukua mzigo wa nguo, yani kimaanisha akienda kuchukua nguo hiyo moja ambayo alinunua pale. Lakini Nifa hakwenda yeye, kama yeye alikuwa amemtuma mtu mwingine akanunue hiyo nguo. Baada ya hapo ikaonekana kwamba Nifa kavaa ile nguo na kuiposti kwamba anaiuza kwa shilingi 300,000 huko Faima akiwa anaiuza kwa shilingi 1,000,000. Kwa nani mkweli kati ya Faima pamoja na Nifa? Vurugu imekuwa nyingi mtandaoni na kila mtu amezua maoni yake na amekuwa na maoni tofauti na mjadala umekuwa mkali sana. Kila mtu amekuwa akitafsiri hili swala kivyake kwamba kuonyesha kwamba kwa nini Nifa aingilie biashara ya Faima, ili hali kwamba Nifa ni mfanyabiashara mkubwa na alikuwa ana uwezo wa kuuza vitu vingi. Nifa ni mfanyabiashara ambaye kila biashara yeye ana uwezo kufanya. Ameweza kuuza nguo za aina tofauti, anaweza kuuza maduveti. Kwa kiujumla ni kwamba kila mtu amekuwa na maoni yake na wengi hawaelewi Nifa ni biashara gani anayoifanya. Sipendi mambo ya kuambiwa habari uimalizie. Kutokana na kila mmoja kutoa maoni ya kipekee yake au kutokana na kile yeye anachokiona. Hizo ndo zitu tunataka. Toka hapa mdogo wangu, nenda China kafunge mzigo wako wa nguo. Zile nguo ulizoanza nazo, zile nguo kama za Majike Dume. Yaani ulikiki sana. T-shirt mtu unavana ungepiga na vitaiti vyako hivi, vitaiti vifupi. Uzuri wake wewe unavaa unapendeza. Yaani ungejiuza mwenyewe. Yaani mimi nashangaa. Lakini leo mtu unatoka unaenda ni faulu unakuta kitanda. Mtu kalala kaamka kesho anashusha maduveti. Umeenda umelala umeamka kule ni famol unaenda unakuta vyombo. Mtu kalala kaamka. Hayo mabiashara bado hujafika huko mdogo wangu. Utakuja kugombana na watu tu. Nifa huyo imefika Ramadhani kauza abaya. Wakati sasa hivi wewe unatakiwa uuze vitaiti vya watu kesho kutwa kwenda navyo bichi. Vitoto vya Mwananyamala vyote vingekuwa vinakuja hapo kuchukua taiti. Unauza vitaiti vyako 10,000, 10,015, kila rangi unachalaza, kila rangi unachalaza jamani. Ameitoa maoni yake kwa Nifa kwamba achague biashara moja afanye. Na kamshauri kwamba unaweza kuuza skin kwa ajili ya wadada na wadada wengi wa Mwananyamala wanaweza kaenda pale kwa Nifa na kununua hizo nguo kuliko kuingilia biashara ya mtu. Hii ni Molata TV na mimi ni Madam Glady Official. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na